Mimi nikawaambia mimi siwezi toka hapa, kazi jiongea na mwenye amewatuma nijue ni yake ni gani. Walipigia bigi wao. Hao walikuwa watu wa Securex sawa. Kapigia bigi yao. Venye alikuwa anaongea si ati alikuwa na mambo but si mnajua hii Kenya yetu sasa hivi yenye iko. Abduction ni real na kidnapping ni real. Kaa unapata hata mtu kaa mbunge man mbunge ana kidnapiwa manze. Asa security ya mwananchi wa chini man, ukiona mtu tu yeyote anakujia na bila identification na hajajieleza ni nani na anataka aje, unatekea wewe unajilinda wewe mwenyewe, unatoka hii ni caution, unajisaidia mwenyewe. Ukiona mtu anaku approach with the force with no identifications, saa hapo wewe ujue hapo ni kubaya, hapo ni kubaya. So si tulikuwa tunafanya promos tu, just normal shooting ya music promos tu. Sasa hao watu walitokea tu mara moja from nowhere na with no identifications wana force kutu arrest, ona na like, jua natupeleka wapi hadi. So hiyo ndio ilikuwa scenario, na so like ndio sasa kukakuwa hatuelewani, but Mr. Blueman alililisiwa that night that evening. Mimi nilikuwa nimefuata ile the right way, nikaenda nikareport kufika huko nini industrial area. Mr. Blueman wakakuwa wamemwashilia and ako safe. So like hapo ile shida ilitokea ni communications. Hawa si waliona wako kikazi, wametumwa na bigi yao wako kikazi. Uwezi wachukulia pia vibaya, lakini approach matters. Waliona wako kikazi na pia sisi tulikuwa kikazi kama watu wa media, mnajua hii kazi yetu mpaka content creating, utafute mali pa kushutia, si mali popote tu kuna lingana na script. So tuli misunderstanding kati yetu na wao. Juu wao waliona wako kikazi juu wametumwa, na pia sisi tunaona tuko kikazi, so hatungeelewana, lakini I'm safe. But kuna doba inareleasiwa soon. Manze juu ya hiyo love, changamka nayo na mchangamke na my brothers kabisa. Alien family siku zote